Tumwombe Mungu atuzidishie
Yesu inuliwe. Bwana Yesu inuliwe. Bwana Yesu usifiwe. 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 Wakati Yesu usifiwe. Uko juu. Bwana Yesu usifiwe. Bwana Yesu uabudiwe. Mungu wangu uabudiwe. Baba yangu uabudiwe. Bwana Yesu 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 uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu kama unajua unamwabudu Mungu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu usujudiwe. Masia Yesu usujudiwe. Ninakupenda Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Uinuliwe juu sana. Bwana Yesu uinuliwe. Bwana Yesu uinuliwe. Yesu usujudiwe. Yesu ubariki mfalme. Wewe tunatubariki. Hakuna kama wewe. Kuinua mfalme. Ninakusujudu Mwokozi. Mbele zako nitazame Yesu. Wewe ndio Mungu wa kweli. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Tunakupenda Yesu. Tunakuinua mfalme. Pokea sifa na utukufu. Maana sina mwingine aliye kama wewe, ambao wewe unanipenda. Bwana Yesu inuliwe. Bwana Yesu Bwana Yesu inuliwe. Bwana Yesu pokea sifa. Baba yetu pokea sifa siku ya leo. Pokea sifa. Bwana Yesu pokea sifa. Bwana Yesu Umetukuka. Bwana Yesu umetukuka.
maishani mwetu. Ni wewe Yesu, amani yetu. 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 Ni wewe Yesu, wokovu wetu. Ni wewe Baba, 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 amani yetu. Ni wewe Baba, amani yetu. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Yahweh, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, mikono yetu juu, tumwambie ndiye kimbilio. Ni yeye Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Yesu, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, kimbilio. Ni wewe Baba, ushindi wetu. Ni wewe Yesu, ushindi wetu. Ni wewe Yesu, ushindi wetu. Ushindi. Ni wewe Baba, ushindi wetu. Ni wewe Baba. Haleluya. Baba, tunakushukuru sana, tunalibariki jina lako takatifu. Tunasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema umetupatia kuwa katika nyumba yako. Tunasema haleluya, hosana. Tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako ya ajabu. Tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo ambaye Bwana tumekuja katika nyumba yako tukikusifu na kukuinua, tukikuabudu na kusema kwamba wewe ni Mungu mkuu na kando yako hakuna Mungu mwingine. Nasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo Bwana, tunasherekea kufufuka kwako kutoka kwa wafu. Umeshinda kifo na mauti. Wewe ni Mungu pamoja nasi. Wewe ni Mungu ambaye ni mwenye uwezo. Wewe ni Mungu ambaye unayepigania watu wako. Wewe ni Mungu ambaye tunayekupenda. Wewe ni Mungu ambaye kwako twaweka tumaini letu. Wewe ni Mungu ambaye kwako Bwana waliokufa zamani wako na uwezo tena kusimama, wako na uwezo tena kuamuka kutoka kwa wafu. Umepasua miamba, umepasua mahali pa wafu. Bwana, umeweza kunyang'anya Shetani ufunguo na umetangaza ukasema kwamba uwezo duniani, uwezo juu mbinguni umepewa. Na kushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Na kushukuru kwa sababu ya matendo yako makubwa. Na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unayetenda yale mwanadamu hawezi akayatenda. Leo hii tumekuja katika nyumba yako Bwana, tukiwa na tumaini, tukiwa na nguvu, tukiwa na uwezo na imani ya ajabu. Maana Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye aliye na uwezo kumfufua yule ambaye amekufa mwanae. Na Bwana ametoka kwa wafu, ameweza kutangaza ushindi, ametangaza baraka, ametangaza neema ya Bwana katika duniani nzima. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaposoma neno lako, ninaomba kwamba ukatubariki siku ya leo
Ni siku umeifanya tukaweza kukushukuru. Ni siku umeifanya tukaweza kukutukuza. Ni siku umeifanya Bwana, mioyo yetu iko na furaha kwa sababu ya yale ambayo umeweza kututendea. Zile nguvu zilizokufufua kutoka kwa wafu sikafufuke na mtu katika siku hii ambaye Bwana ameweza kwenda chini katika mambo yako. Sikafufue mtu ambaye amekosa tumaini. Sikaweze kufufua mtu ambaye Bwana anakuhitaji katika maisha haya. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote. Asante kwa yote na vyote. Watu wako wanaposherehekea hapa na pale, ninaomba neema yako ikaweze kuwatosha. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. 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 Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ambaye ametupatia tukaweze kuwa katika nyumba yake. Leo ni siku ya Jumapili, ambaye kwa njia nyingine tunasema ni siku ya kwanza ya Ijumaa. Imekuwa ni wiki tunasherekea kuhusu kufufuka kwake Bwana Yesu. Waliokuwa na nafasi tulikuwa pamoja na nyinyi hapa siku ya Friday, na tukaweza kubarikiwa zaidi, na leo bado tuko hapa. Nimekuwa katika Sayare Radio masaa ya asubuhi saa 11 mpaka saa 12. Karibu leo tulienda karibu saa 12 na 50. Na tukaweza kubarikiwa sana. Na bahati ya wenzetu wana wa Nyamataro, wengine wako katika Radio Ege sasa hii, wanaendelea kuhubiri pale. Tulituma Apostle Charles Ogero Egesa pamoja na kaka Sungura, pamoja na Apostle Monica, wako pale wanaendelea kuhubiri injili saa hii. So ni masambulizi kutoka pande zote, na injili ya Yesu inaendelea. Nataka tuweze kusoma neno la Bwana katika mchana asubuhi ya leo kutoka kile kitabu cha Mathayo ama Marko mtakatifu, Marko mtakatifu 16 uanzie mstari wa kwanza, na nitasoma katika lugha ya Ekegusi. Waikesa bato koyalire Mariamu Magdalene na Mariamu ngina Yakobo na Salome bakagura maguta amanukato banyale kogenda kumuwaka. Waikamambia chuni litukuli litangani lye chuma, bakagenda asoboina elioba kolikoroka, bagatebanya barabwo ase barabwo ningo oranyale gototigereria ligena liria korwa asegesieri kyomoina. Waikaba bagachia koligereria bakarora nga ligena liria lyatigerigwe, na lyo nigo lyarenge linene mono. Bagasoa oboina ime bakarora omomura oikaranzete, bakarora omomura oikaranzete ensema yokoryo bweboyetie eanga endabu bagaichana. Era akabatebia timoichana Yesu Munazareti mokorigia olio bambetwe ere obokire tali aiga ligere lyase bamobegete korende genda motebya borokiwa baye na Petero, motebya borokiwa baye na Petero nga obatanganeire kogenda Galili aguo nao muramorore muna abatebeti bakarua guo bagatama korwa ase oboina ekiagera
basoetwe nuko iguswa na gukumia tiba tebetie monto ingana ekiagara bairogete. Amen. Amina. Mahali nimesoma Asana asomire. Ni Biblia inazungumzia kuhusu ukisoma kutoka nyuma Biblia gukwanera karo gusoma kurwa gumaega. Asa katika kitabu cha John chapter 3 verse 16. Mwana ase kitabu ya Yohana 3:15. Nasema ni jinsi gani Mungu alipenda ulimwengu Ngakego tebanga ngakinya saa yanje tensi. mpaka akamtoa mwanae wa pekee Goikakaruo mwana oyo momoyi. ili yeyote amwaminie asipotee Elinde onde mwensi omwegenere tasira. bali aweze kuwa na uzima wa milele. Kolenda nyoro bugima bwa kale na kale. So Mungu alipenda ulimwengu Igonya saa ni ga yanje tensi. akaajilia mwanae Agatigo mwana oyo momoyima. akasaliwa kama mwanadamu. Aiborwe kuna mwanya bantu. Malaika Gabriel alimwendea Mary, Omo malaika Gabriel akamuchiera Maria. akamwambia uko heri wewe mwanamke, Akamotea ngambi yora ya kwanyorira obuya. maana utachukua mimba Ekiagara n'obogori oborito. na utasaa mwana ambaye ataitwa Emmanuel, Naende nonyora omwana okorokwa Emmanuel. na huyu ndiye atakuwa mwokozi kwa ulimwengu. Na huyo nero rabo motoria bwense. Na tunaona wakati Gabriel alitoka kwa Mary Igotokorora karo Gabriel arueta ase Mariam. kwa majira na wakati wa Mungu, tunaona Mary wakienda pamoja na Joseph ili waende kuandikishwa katika kule Jerusalem ama Bethlehem. Ase biro byomonene Yosef bakagera na Maria kolikwa alia Bethlehem. Tunaona Kristo Yesu akizaliwa katika holi la ng'ombe. Tuarare Yesu Kristo koiwerwa sobweli bwechio. Inamaanisha kwamba kusaliwa Yesu alizaliwa. Emine tinga Yesu na iboletu. Hata kama watu wengine wanapinga na kusema kwamba hatujui kama alizaliwa, Yesu alizaliwa. Nonya abande bakupinga bateba ngati tomanye tikose Yesu na iboletu, Yesu na iboletu. Na tunaona Yesu huyu aliyezaliwa Nande tuarare Yesu yo iboletu. akifanya kazi katika dunia. Ogokora emirimo asense. Kaenda miji na viji. Akagenda emechi n'ebichi. Kakutana na watu wa heshima na wengine waliodharauliwa. Akaumirana n'abantu bali basikire na bali bachayi. Akakutana na waliokuwa na njaa. Akaumirana na bali balenge n'enjala. Akakutana na wagonjwa. Akaumirana n'abarwaire. Akaponya akabwenia abantu bonse. Akalisha watu 5,000. Akarageria abantu kiri bwisana. Akaponya waliokuwa na ukoma. Akagwenia bali babwate ukoma. Akaweza kuinua waliokuwa chini. Akaimokereria igoro bali balenge. Tunaona Yesu huyu akitembea juu ya maji. Tuarare Yesu yogotara igoro ya maji. Tunaona Yesu huyu akifufua Lazaro kutoka kwa wafu. Tuarare Yesu yokobokira Lazaro korwa sawa. Tunaona huyu akiweza kufufua wale wengine ambao waliokufa. Tuarare Yesu yokoboki bali bande bakwetu. Na wale Wayahudi na wale ambao ni Mafarisayo pamoja na Masadukayo. Bali Abayahudi, Abafarisayo na Abasadukayo hawakupendezwa na ile kazi Yesu alikuwa anafanya. Tibagoke tigunemere mo Yesu alegokora. Tunaona watu wakiletwa mbele ya Yesu. Tuarare abantu bakoletu bosibwa Yesu. Ambao wanastahili kupigwa mawe. Bagwenda na tengwa kwa magena. Yesu anadeclare kwamba nenda mmesamehewa. Yesu rworote banga genda mwabeirwe. Alikuwa ni mtu wa msamaha. Igarengo umuntu olikuwa. Lakini watu hawakumpenda. Kolende bantu tibamwanje. Azama Farisayo. Mwana Abafarisayo. Watu wa sheria. Abantu belichi. Hawakupenda Bwana Yesu. Tibamwanje te Yesu. Siku baada ya siku. Alipokuwa akiingia katika hekaluni mwao. Akifundisha. Walikuwa wanatafuta ubaya. Ili wapata jambo la kumshtaki nalo. Wakawa wanajaribu siku baada ya siku. Yesu hakupatikana kwa makosa. Lakini wakaweza kuchukua yule anayeitwa Judas Iskariote. Ambaye ni mwanafunzi wake wa karibu kabisa. Mwanafunzi aliyemchagua. Mwanafunzi ambaye aliweza kuwa anasimamia mambo ya
pesa, omworoki wote nilidamangana yechibesa wakakubaliana na yeye na akaweza kumruhusa Bwana Yesu bakaiwana nere akamonia Yesu akapewa pesa. akaewa Na chibesa alipopewa pesa ekara etu chibesa akaweza kuja na umati mwingi wa watu, akale agacha n'abantu abange mono wazee wa watu, Mafarisayo. abagaka abafarisayo Akaja pamoja na watu ambao ni watu makuhani, agacha n'abakuhani abanene akaja pamoja na watu wa kila njia, agacha n'abantu b'ekinjira abo wakamkamata Bwana Yesu. bakamubwata Yesu Na walipomkamata Bwana Yesu, ekara bamubwata Yesu Biblia inasema yule Judas alipoona kitendo kile, Biblia gatebanga ekara Yudas yaroche okokoroku akapeana zile pesa alizopewa, akarwa chibesa kiri ahetu akashtupa chini akachirutansi na akatoka nje akajinyonga. agasoka isiko agesungia Na Biblia inasema hivi, ne Biblia wale watu wa kanisa wa dini, Biblia gatebanga abantu bali bekanisa wale watu wa hekalu, abantu bali bekanisa wakachukua zile pesa bakabwata chibesa kiri wakanunua samba bakaenda bakagorombo ya mtu mwingine ambaye alikuwa ni mtengeneza nyungu. yalenga yo muntu ndolenge korosi chinyongo Na Biblia inasema hivi, Biblia gatebanga wakachukua Bwana Yesu bakaira Yesu wakamweka juu ya msalaba, bakamubeka igoro yo na musaraba walipomweka juu ya msalaba, ekara bamubeka igoro yo musaraba wanafunzi wake wakaweza kumtoroka. abaroki go baye bagatama Petero wakasonga mbali, Petero agasukale wakajaribu kuulizwa na wasijana bagatema koboligwa n'omoiseke kwamba wewe, huyu mtu ni kama walikuwa na Yesu. omuntu yega akaronekana nga mbalenge na Yesu Akasema mimi sikuwa na Yesu, agatebanga nje dinalenge na wala Yesu mtu huyo mimi simjui. omuntu yinje dimumanyete Akaweza Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, omwana wa Nyasaye akaondolewa nguo zake, akarusiwa chiyanga mijeredi, agakwemeka lichi akapigwa ngumi, agakwa chinkuni akaweza kudhihakiwa, akachaywa mono akatemewa mate, agatwerwa amate akawekwa katikati ama katika njia panda, akabekwa ase enchera makutano ya nchi wa barabara nyingi. ase junction Kila mtu aliyekuwa anapita pale kero omuntu olenge goetali alikuwa anamuona na kumruzia maneno. igalenge komorana komoruti Wakamwambia, wewe uliyejiita mwana wa Mungu, bakamutebi ng'ayo oliokwera ko omwana wa Nyasaye siokoa eneo, jiondoe kwa msalaba. etoli lero korwasa omusaraba Wakamwambia, wewe bakamutebi ayo uliyekuwa hekalu ayekwolenga gotabanga ngotagora na olenga kuijenga kwa siku 3, nako yeye agachasa amatu siondoe juu ya msalaba. erusi igora so omusaraba Wakamwambia mambo yote, bakamutebi amang'ana onse na Biblia inasema ne Biblia goteba ikafika wakati giza kikaingia katika dunia, egaikanchingaki omasunto akiwa amesulubishwa katikati ya wezi, ekera abambire katikati yabai mwana wa Mungu omwana wa Nyasaye anayetoa dhambi za wanadamu oliokorusie ebyo byamwana akasulubishwa katikati ya wenye dhambi, akabekwa katikati akahesabiwa pamoja na wezi, akarwaraga akaweza kupitia mapito mazito, akapitia mapito mazito. agaetera amang'ana amakungu Ikawa ni wakati mgumu, ekaba n'ekingaki kinko kila mmoja amemwacha kero oyomo mpaka ameomba Mungu, Mungu niondolee kikombe, agatabanga Nyasaye nduse na kikombe hakikumwondokea, n'agakombe tikiamorwe maana ilibidi apitie anywe katika hiyo kikombe. ekiagala goikale goetera ase egekombe Wale wanawake ambao tumewataja majina yao abakungu bali tuwakwanira amalieta wakasongea karibu, wakaona kile kitendo kilichotendeka, bagasukange bakarora ngigi yako wakaona Kristo Yesu ameweza kuwekwa msalabani, bakarora se Yesu asungirwa so musaraba wakangojea mpaka wakaona akiwa anateremshwa jini na yule ambaye anaitwa Joseph wa Arimathea, bakaganya goikaka bekwa inse nolio yose obwa puli lake mwenyewe akamubeka se embera yake alilolijenga. eliagachete So alipomweka pale, ekera mubegeta jiwe likasongezwa likafunika ile simo liga na likaletwa likabekwa igoro ye ama ile kaburi, ase mbere na wala melionde na Salome. ngina Biblia inasema kwamba wakulia bakagenda moto wakaona amewekwa, bakagenda bakarora sabe wakaenda nyumbani wakiwa wamevunjika mioyo yao, bakagenda nkababu negete wakaenda wakiwa
na kuwazua bakagenda nkabakolengereria ni mambo gani yaliyompata mwana wa Mungu, mangana kiamanyorete ni mambo gani, ni aibu gani ameweza kuipitia. osoku kianyarire ko bagagwe. Biblia inasema hivi, Biblia gote siku hii ya siku ya kwanza ya Ijumaa, Biblia gote wali tukolitanganirie siku ya kwanza ya Ijumaa, hawa wanawake wakatoka mapema, abakungu aba bagasoka wakasema lazima tuende bagatebanga ne lazima tuende tumpake Kristo Yesu mafuta, tumwake Kristo Yesu mafuta, lazima tuende kwa kaburi goikatogenda asembera tumpake mafuta tumwaka mafuta ili mwili wake usije ukaoza. bigero mubero yetu Wanawake waliojua maana ya Kristo, abakungu bali bamanyete maana ya Kristo, wanawake walio Kristo Yesu aliyogusa maisha yao, abakungu bali Kristo Yesu akuneta, wanawake ambao waliosamewa dhambi zao na Kristo Yesu, abakungu bali baberetwe bibe na Kristo Yesu. Kama huyu Magdalene alikuwa ni mama kahaba, uno mukungu ya Magdalene garengeri kahaba, ni yeye yule waliyekutana pamoja naye katika kisima cha Samaria, nero liba umera ni tarisege kisima ya Samaria, ni yeye yule aliyemwambia kwamba nipe mama maji ninywe, nero li atabaji nganga maji nywe, na akamwambia hatuna uhusiano katikati ya Wayahudi pamoja na Wasamaria. akamate bintu bwati obuhamate kati ya Basamaria na Yesu angalijua ni nani anakuomba maji, Yesu akamate byongonye kwa manyoyo sabama, ngempa maji na yeye akupe maji ya uzima, kia akanga kwa mwamache kia ambaye ataondoa kiu yako. aliyako ruhusia erango yao. Yule mwanamke akamwambia hauna kitu cha kuchotea, omukungu lya kamatabinga tobwatenge ndoko bujera, maana changu sikupi. ekiagere kiana ti hauna kitu cha kuchotea, onye tobwatenge ndoko bujera maji. pia kama unataka maji hayo, kama unataka maji hayo ya uzima, onye gotegeta maji hiyo, nenda ukalete mume wako, nenda ulete mume wako, genda ulete msaji, ili nikaweze kuwapa maji mkiwa na yeye. bigere kwa maji mwana. Mwanamke akasema sina mume. omukungu lya tabatindi, Yesu akamwambia umesema ukweli, Yesu akamatabikwata bile, maana uko na wapembeni na sasa uko na mwingine kwa nyumba. ekiagera noro na bense amana ande wano bwa. Yule mwanamke alikuwa ni kahaba anaitwa Mary Magdalene. omukungu ligalengelira yokoro kumira, aliposamehewa makosa yake, ekera abere tuwe bibya, aliposamehewa makosa yake, ekera abere bibya ye, kawa amebeba Yesu katika moyo wake, akabogolia Yesu asomo yoyo, akasimama na Yesu. agatenena na Yesu. Wakati mwingine tunamuona akimpaka mafuta, chinga kichinde tuamara lilo ko mwaka mafuta, ingia katika nyumba ya Simoni mtengeneza ngozi, osoira ase nyumba ya Simoni yokorosia mao, akafunja chupa aina ya harapasta akabune chuba ya bwana ambayo ilikuwa na mafuta yananuka vizuri, amafuta alenge gotio kabia, mpaka Judas Iskariote akalalamika, goika Judas Iskariote akalalamika, akasema mafuta haya yangeuzwa akatabanga mafuta ya kango ni ili wale ambao ni wachane wapewe pesa, masikini wapewe pesa. Bigara to abataka chibesa. Halo, Yes. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke wakaenda omukungu oyo akagenda, wakajipanga na wanawake wengine, bakebanga n'abakungu, wakanunua mafuta, wakakuja bakagogolia maguta, asubuhi mapema, wanaenda kanisa, wanaenda katika Yesu aliweza kushikwa. chinga kichama bichuni baka alise Yesa. Biblia inasema hivi, Biblia yote walikuwa wakisemezana wenyewe, igo balenge kono gokuwa na boka saba nyene, wakisema kwamba je, ndio tuko na mafuta, tumenunua, tumejipanga vilivyo kama wamama, bagotebaninga tuwe bangire buna abakungu tobwata maguta, lakini nani atatuondolea lile jiwe kubwa lililowekwa kwa kaburi la Yesu? kolendo ningo gochikototigere lirige na lirikara sembera, walikuwa wameanza safari, konyora bacha kiroro, wakasema liwe liwaro, bagatebanga kebe kigeko, hata kama wanaume hawawezi kuandamana na Yesu, nonya basacha bambako hata mtwe, hawatakuwa, nonya betero tako, hata kama Tomasi hawatakuwa, nonya Tomasi onyembako, hata kama akina Matthew hawatakuwa. nonya Matayo onyembako, Tumeamua tutaenda tumpake Bwana Yesu mafuta, wamuire kwenda tuli mwatu mwake Yesu aliyeleta mabadiliko makubwa katika maisha yetu, aliyeleta mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Amen. Tutaenda tumpake mafuta. Togenda tuli tumwaka, wakaenda. Biblia inasema walipofika tu Biblia yote kero kwenda kuangalia lile jiwe, bago chikoligere lige, walipokaribia kwa kaburi ekero baranga nembera,
kutarajia lile jiwe likaweza kuwa pale, barengerere tirige na wakapata lilizongezwa kitambo, bakanyora igo lyatigere tirige limetolewa kwa kaburi, ndiyo asembera limewekwa kando. yabekirwe nsema Walipoingia huku ekero basororo wakaweza kukutana pamoja na malaika bakanyorana n'omu malaika ambaye alikuwa anawauliza, oli olenga ko babona ninajua mnatafuta Yesu wa Nazareti nimanyete Yesu wa Nazareti aliyesulubishwa. oli obegetwa somo salaba Hapa taya ingieni nani soime muweze kuona mahali walimlaza, borora se bamubegete muone sanda zake, borora ibyatindekere muweze kuona sanda zake tu, borora chianga chia lakini yeye mwenyewe hayumo, kolendera mwenyene hayumo kaburini. taya sembe Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Hayumo kaburini, taya se hayumo kaburini aliyesulubishwa, taya sembera hayumo kaburini. taya sembera Mwana wa Mungu omwana wa Nyasaye ameshinda kifo na mauti, obwire hayumo kaburini. taya sembera Wayahudi waliomweka pale abayahudi bali bamubeka wakafikiri mambo yake yameisha, bakarengera linga kumbe siku ya tatu yaja, wakati Mungu ataenda kusababisha yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu. Mwana wa Mungu akafufuka. Yule malaika akasema, hayuko hapa, ninajua mumekuja kutafuta Yesu Mnazareti. Yesu wa Nazareti sio wa kukaa kwa kaburi. Alisema alipokuwa hai, ni maneno yake. Asema Mwana wa Mungu atapomoa hekalu na ataijenga kwa siku 3, na alifufuka kutoka kwa wafu, amefufuka kutoka kwa wafu, hayumo kaburini. Haleluya. Nisikize watu ambao mko karibu na mbali, tunamwabudu Bwana Yesu ambaye ameshinda kifo na mauti. Siku ya kwanza ya Ijumaa ambaye ni siku ya leo, siku ya leo, siku ya leo Sunday, siku ya leo Yesu amefufuka, ameshinda kifo na mauti. Ndio sababu tunapokuwa wakati mwingine tunaimba, wakati mwingine tunaruka, wakati mwingine tunafurahia, kwa sababu Yesu ameshinda kifo. This is the day of a great celebration. Hii ni siku ya kusherekea. Hii sio siku ya kununa, sio siku ya kukasirika, ni siku ya kumtukuza Bwana na kusema ametenda mema. Oh, haleluya. Yesu akavuka. Hayumo taliasembera obokire taliasembera waliweka askari kwa kaburi, abasigari baliasembera waliweka askari kwa kaburi, bakabekwa sembera, walipomshtaki ekero bamusageti bagatabanga ne rasima bekwa so musaraba, abantu bali bagateba huyu mdanganyifu, oyo iga omongainere, huyu mdanganyifu omongainere oyo sema igatebete, tukisikia na masikio yetu tukaigwa na maisha mwa hekalu inga na atalijenga siku ya 3, aya akaja ama atajenga si baada ya mweke askari ili watu wasije wakaiba mwili wake kwa kaburi, ili waje kudanganya wamefufuka kwa wafu. Hivyo askari wakawekwa katika lile kaburi, askari wakawekwa wakurusa marisasi wakiwa na matia gaza, kama ilibidi umbwa kali wawepo, umbwa kali wakawepo waweze kuchunga kaburi Yesu asije akavuvuka. Lakini hayo yote yalikuwa ni bure. Biblia inasema siku ya 3 ilipotimia kukawa na tetemeko,
kukawa na tetemeko. omutengecho kabo Tetemeko likawepo. omutangecho kabo Askari wakaanguka chini. oikaba sikali Mpaka jiwe likaondolewa. oikalike na Kaburi likasukuriwa la Yesu likabaki wazi. embera ya Na Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Yesu akarua saba. Haleluya. Amen. Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Yesu akapoka kurua saba. Wakasikari wakasema, wakabasikari wakasema, surely amen, this man amen was the son of God. omuntu yo nomuntu Walipoona kile kitendo kikubwa, ekero baroche gentekekene lile tetemeko, omutengecho wakasema ni kweli, bagatebengekene ni mwana wa Mungu oyo no mwana onyasaye amefufuka obokire kutoka kwa wafu. asaba kurwa saba. Waja ulimwengu iweze kujua, tigense yonsi emanye, waja wa ulimwengu wajue, tigaba abanye, waja waumini wajue, tigaba nyenense tunamwabudu Kristo gotoko mu busasi aliyeshinda kifo na mauti. oli obwete Na abakweli akasema nimepewa mamlaka, agatebanga nabaire chinguru nimepewa ufunguo nairweke funguo wa chini korunse na hata juu. nabo chigoro Nikifunga nimefunga, ekero nasiekire nasiekire nikifungua ekero nimefungua, naigoire naigoire nikifunga hakuna wa kufungua, ekero nasiekire na ondete yoko igoro nikifungua hakuna wa kufunga, nekero naigoire ondete kwa sababu yoko sieka ameshinda kifo na mauti. ekiagera obwira Kuna makweli nguvu za ufufuo chinguru nchiro rasi okobokiwa zitaleta mabadiliko chirekoleta makubwa katika maisha yako. amaonchero lya manene Kuna asobogima nguvu za bwao ufufuo chinguru ambazo chiokobokiwa zitaleta ushindi katika maisha chikoleta yako, okobwase na jina la Bwana litabarikiwa. nelieta lya mwanene Nataka niombe pamoja na wewe, tigansaba mona wewe kama wale wanawake abuna ayabuno bakungu balya sema ndani ya moyo wako bagote basoma oyo ime kwamba ndio nimejipanga, bagote banga yene bangire niko na kile kitu, nimbe newategento lakini unaona kitu ambacho ni kizuizi mbele yako. kono naro lyegente getango muntu yane Walijiami vizuri abakungu balyo bakebeka buya na mafuta, n'amavuta lakini shida ilikuwa lakini emechando ni yalengo jiwe katika kaburi. igena lyalenga sembera Sijui ni nini katika asubuhi ya leo, matinga inkiasema imekuwa ni kama jiwe katika maisha yako, imekuwa ni kama kizuizi kikubwa. Unashindwa, nani atakuondolea? Labda ni ugonjwa, umekuwa jiwe kubwa mbele yako. Labda ni mambo ya uchumi, yamekuwa jiwe kubwa mbele yako. Maisha yamekuwa magumu, unashindwa utajiondoa hapo namna gani? Kuna zile nguvu zilizomfufua Kristo kutoka kwa wafu, anaweza kukufufua, anaweza kukuondolea kila aina ya mawe, anaweza kutengeneza njia yako, anaweza kufungua milango ya chuma ambayo imefungika mbele yako, anaweza kukuondolea huzuni ambayo umekufuata katika maisha haya. Ako na nguvu na uwezo, ako na nguvu na uwezo, ako na nguvu na uwezo. Yeye ni ufufuo. Hata kama tumekufa, hata kama tumerudi chini, ako na uwezo wa kutuinua juu. Hata kama tumerudi nyuma, bado atarejesha furaha, atarejesha upendo, atarejesha ile hali ya kwanza katika ndoa yako, katika biashara yako, atarejesha tena, maana yeye ni ufufuo na uzima wa milele. Lazaro alikufa, Yesu akaenda huku akamfufua kutoka kwa wafu. Kuna nguvu za ufufuo, utafufuliwa tena, utasimama tena, utaendelea na Ukristo tena, utamtumainia Mungu tena katika jina la Yesu Kristo. Hata kama watakuweka kwa shimo, hata kama watakuweka kwa kaburi, waweke na jiwe kutoka juu. Sisi hatuna wasiwasi, kuna yule aliyeshinda kifo na mauti, kuna Kristo Yesu, kuna Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, anayepigania watakatifu. Na inawezekana mchana wa leo, mahali ulipo, unaponisikiza, unaponitazama asubuhi ya leo, kuna Yesu wa Nazareti
aliyeshinda kifo na mauti atasimama pamoja na wewe, atakupigania kwa jina la Yesu, na ushindi wa Bwana unaenda kuonekana katika maisha yako. Nataka kwenda kuomba pamoja na wewe ambaye umenisikiza na kunitazama asubuhi ya leo kwa mahubiri haya kutoka kanisa letu la Nyamataro PAG. Jehova ataondoa hilo jiwe na ushindi wa Bwana utaonekana. Mlio ndani ya nyumba simameni. Ninapoenda kuomba, labda uko pale nyumbani, umeketi kwa meza hapo, umetulia, na ngojea tumalize ndio uje kanisani. Nataka nikwambie hivi, ili ambayo imekuwa ni shida, wale wanawake shida walikuwa nayo ni moja, mafuta walikuwa nayo, lakini shida ilikuwa ni mawe ama jiwe lililowekwa kwa kaburi. Wakasemezana wenyewe tutafanya namna gani? Hawakupata jibu. Walipofika kwa kaburi, wakapata Jehova Mungu ameliondoa. Waja mawe yakakuondokea, lile ambalo limekuwa ni tisho kubwa katika maisha yako, ghafla upate Bwana ameshughulikia katika jina la Yesu Kristo. Naomba pamoja na wewe, kama unataka maombi ya jinsi, kuna kitu imekusumbua katika celebration hii, Jehova Mungu anaweza kushikilia mkono wako na kuondolea kila kitu ambao kimekuwa kizuizi mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru sana, nalienzi jina lako takatifu lenye uwezo. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umenipatia kusimama mbele ya madhabahu haya, na Bwana watu wako kusikiza neno, walio karibu na mbali wamesikia taarifa hii. Yesu alisulubishwa, kulikuwa na maadui zake, wakajaribu wakafaulu kumkamata, wakafaulu kumweka juu ya msalaba. Marafiki wakakuja wakatoa mwili wake juu ya msalaba, wakamzika katika kaburi lake. Walipomweka katika kaburi ambayo haikuwa yake, walifaulu kuweka mawe juu ya kaburi, wakafaulu kuweka askari wa kulinda kaburi, wakaweza kufaulu siku ya kwanza na ya pili, lakini siku ya tatu ilipotimia, Biblia inasema kwamba kukawa na tetemeko kubwa ambayo ilisababishwa na malaika wa Bwana. Jiwe likapiringizwa kutoka kwa kaburi, askari wakaanguka wakawa kama wamekufa, na mwana wa Mungu akatoka kwa wafu. Yu hai, ameshinda kifo na mauti. Jina lake limeinuliwa juu zaidi ya majina yote. Jina lake ndilo lenye mamlaka. Twalitegemea jina hili, limetupatia tumaini. Jina hili limetupa mwelekeo. Jina hili limeleta wokovu. Kwa jina la Bwana Yesu tunaponya magonjwa yetu. Jina la Yesu ndilo lenye nguvu, ndio ngome imara. Wenye haki wanakimbilia, wanakuwa salama. Katika asubuhi ya leo, naomba yeyote ambaye ako na wasiwasi, ako na kitu imemfinya katika maisha haya, kwa nguvu za ufufuo, kwa nguvu za ufufuo, kwa nguvu za ufufuo, ukaondoe
orusi kila kizuizi, kelia getanga ondoa magonjwa, rusi amarwaire ondoa laana, rusi okoragere umasikini, rusi masikini, ondoa nguvu za wivu, rusi chingu, ondoa majini, rusi majini, ondoa nguvu za kushetani rusi chinguru cha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo hii na kuendelea, watu wako na sababu ya kulibariki jina lako takatifu. Tunasema ni asante. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Walio waponyaji, walio wagonjwa waponye, maana kuna nguvu za uponyaji. Waliofungwa wafungue, maana kuna nguvu za kufungua. Wale ambao hawajasamehewa wasamehe, maana kuna nguvu za msamaha katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza, ninakuinua, utukuzwe milele. Jina la Baba lipewe sifa, haleluya milele, maana ni mwema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu meomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa moyo. Oh, haleluya, amen. Bwana akubariki. Bwana akakuondolee kila aina ya kizuizi, maana ameshinda kifo na mauti, amefufuka yu hai, yatenda ishara na miujiza. Amen. Labda uko karibu na mbali, ni vizuri tutoe sadaka asubuhi ya leo, kufanya ibada kukamilika. Wale mlio hapa mtatoa, mtalete hapa mbele, na wale ambao mko mbali unaweza kwenda kwa M-Pesa, uweze kutuma pesa yako na mambo yatakuwa vizuri. Utatuma pesa zako, ama unaenda kwa M-Pesa, uende lipa na M-Pesa, uende mahali panaitwa Buy Goods and Services, Buy Goods and Services. Uweke tiri namba ambayo ninakwambia saa hii, Uweke tiri namba ye 33 13 88. Utakuwa umeruhusa sadaka yako katika akaunti ya Nyamataro PAG. Unaenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, Buy Goods and Services, itakuitisha tiri namba, uweke 33 1388, na utakuwa umetoa sadaka yako, na Bwana awabariki. Amen. Amina. Tunapotoa hivyo, Bwana akubariki sana unapotoa. Ni vizuri kutoa sadaka, maana unapotoa haupotezi, unapata baraka kutoka kwa Jehova Mungu, na Mungu ni mwema, ni mwaminifu, atakutenda mema kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Asanteni sana kwa wale mmetoa, asanteni sana kwa wale ambao mnaendelea kuweka kupitia tile namba, na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Nataka kuweza kuombea wale wote wamehusika kwa ajili ya ibada hii njema. Baba, nakushukuru sana kwa sababu ya sadaka ambao tumeweza kutoa kwa madhabahu haya. Naomba ukabariki kila mmoja ambaye amehusika katika ibada hii. Tunapotoa hela zetu kwako, zinafanya kazi yako kwenda mbele, na unatupatia nafasi kukutumikia. Naomba kwamba ukabariki kila mmoja ambaye amehusika katika ibada hii. Walio na shida mbalimbali watatulie. Kemea mharibifu, yule wa kuharibu hela zetu, yule wa kuharibu masamba yetu, kasi ya mikono yetu, Bwana, ili uajilie baraka juu ya maisha yetu. Asante kwa wale ambao wamekuwa wakitoa
wanatutoa hata wakiwa mbali sana, mbiya monase bali bakorwa nonyene karabara na wale ambao wanaotufuatilia siku baada ya siku, na bali bagotobwatia korwa lituko. naomba ukawabariki na uwatende mema. na sabiro basese Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe. eliyetalio manene liye we bako Tunapoingia katika ibada zingine za siku ya leo, karatoko swase chi ibada chinde cheli tuko lya lero. tuko na Sunday school, Ndobwate Sundays, tuko na main service, ndobwate service, tuko na Holy Communion. ndobwate mesa yo. Naomba Bwana utusaidie, na sabiro manene otoko utubariki Baba. oto sese ni Na mwisho wa ibada ya siku ya leo, mweli we ibada yeli tuko lya hata lero. tutakaporudi tena jioni no ene karatura ira ne marogoba kwa revival meeting, aseli bible meet naomba kwamba utatutenda mema. na sabiro ngoto Kwa jina la Baba aseli etali na Mwana Roho Mtakatifu Elio mwana naomba na kuamini, sabiro na mtu wa Mungu asema amina. Omuntu nyasata ba amina. Amen. Amen. Bwana awabariki sana, Bwana watendee mema, Bwana wapiganie. Amen. Amina. God bless you so much. Tutaenda moja kwa moja kwa madarasa yetu, na naamini kwamba tutabarikiwa. Kila mmoja aende kwa darasa lake. Kila ulimi ukili kwamba Yesu ye Bwana, na kila ulimi ukili kwamba Yesu ndiye Bwana, yu Bwana, yu Bwana, amefufuka kifoni, yu Bwana, na kila ulimi ukili kwamba Yesu ndiye Bwana. Hey, hey. Oh, hakuna kama wewe Bwana. Umefufuka Baba, umefufuka Yesu, ili tuweze kuishi maisha raha, ili tuweze kuishi maisha ya furaha, ili tusiendelee kuishi maisha ya matatizo. Wewe ni Bwana, 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 wewe ni Mungu, wewe ndiwe nguvu zetu, wewe ndiwe kesho yangu, wewe ndiwe kesho ya watoto wangu,